Habarini za asubuhi tena. Kwa majina naitwa Mwalimu Juma Mcheka Bakari, ni mwalimu mahiri wa somo la hisabati. Kama tulivyokubaliana kwamba kuanzia leo tutakuwa tunaingia darasani kuanza kushughulikia umahiri mkuu mmoja baada ya mwingine na mahiri mahususi zote ambazo zinapatikana katika somo la hisabati kwa ngazi ya shule ya msingi. Kwa kwanza leo tunaanza na umahiri mkuu wa namba nzima, lakini mahiri yetu mahususi itakuwa ni kuandika nafasi ya thamani ya tarakimu katika namba nzima. Kabla tujakwenda kwenye kuonyesha namna ya kuandika nafasi ya thamani ya tarakimu katika namba nzima, ni vizuri kwanza tukaanza kujua nini maana ya namba nzima, ili tuende tujue kwanza tunashirika na kitu gani. Unaposema namba nzima, mpendwa mwanafunzi, unamaanisha ni namba zote za kuhesabia pamoja na sifuri. Ukisema namba za kuhesabia, tunamaanisha zile 1, 2, 3, 4, kwa sababu huwezi kuambia hesabu namba ukaanzia 5 au ukaanzia sifuri. Unapohesabu namba unaanzia kwenye 1, 2, 3 na kuendelea. Kwa hiyo namba nzima ni zile namba zote unazotumia kuhesabia, yaani 1, 2, 3, 4, 5, zile namba chanya zote pamoja na sifuri. Hizo ndo zinaunda namba nzima. Na namba nzima yote inaundwa na tarakimu 10. Hizi tarakimu 10 ndio tarakimu zinazotumika kuunda namba nzima. Tarakimu zinazotumika kuunda namba nzima hapo ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 9. Namba hizi yote itakayoandikwa basi itatokana na miongoni mwa hizi tarakimu 10. Tarakimu hizi 10 ndizo zinazotumika kuunda namba nzima. Basi kwa utangulizi huo, baada ya kujua maana namba nzima, sasa twende tuangalie namna ya kuandika nafasi ya thamani ya tarakimu katika namba nzima. Mfano tuna namba hii tumeandika ubaoni, tutaifanya kama mfano. Ukiambiwa uandike, anasema andika nafasi ya thamani ya kila tarakimu katika namba hii. Unachofanya, zile tarakimu zako zipange kuanzia tarakimu iliyo mkono wa kushoto kushuka chini. Nenda nikaanza 5, 4, 7, 8, 0, 3, 1, 2, 9. Ukishajipanga hapo, unaweza kuanza kuandika thamani ya nafasi ya kila tarakimu. Kumbuka, tunapoandika na thamani ya nafasi ya tarakimu, huwa tunaanza kuandika nafasi ya tarakimu iliyopo upande wa kulia. Hii tarakimu ya kwanza hapa huwa tunaita mamoja. Kwa hiyo hii 9 hapa itasimama kama mamoja. Tarakimu inayofuata hapa itasimama kama makumi, yaani tarakimu ya pili kutokea mkono wako wa kulia. Hapo utahesabu utasema makumi. Tarakimu ya tatu itakuwa ni mamia, alafu inayofuata itakuwa maelfu, makumi elfu, mamia elfu. Ikitoka mamia elfu tunakuja mamilioni, makumi milioni, alafu inafuata bilioni. Hizo ni nafasi za tarakimu katika namba hiyo. Kwa hiyo hapa katika namba yetu hii, katika kuandika nafasi ya thamani ya kila tarakimu ndani ya namba hii, tumesema tunaanzia mkono wa kulia. Tarakimu ya kwanza kulia itaitwa mamoja, inayofuata itakuwa makumi, inayofuata itakuwa mamia, inayofuata itakuwa maelfu, alafu makumi elfu, mamia elfu, alafu itakuwa mamilioni, makumi milioni, alafu kuna mamia milioni. Hizo ni nafasi za thamani ya kila tarakimu. Kwa hiyo unachotakiwa kukumbuka hapo mwanafunzi ni kwamba unapoandika nafasi ya thamani ya kila tarakimu, basi anzia mkono wa kulia kwenda mkono wa kushoto. Lakini pia hapo cha kuzingatia, hakikisha wimbo unaweza kufanya kama wimbo tu asubuhi unapoamka asubuhi, unajisema mwenyewe mamoja, makumi, mamia, maelfu, makumi elfu, mamia elfu. Ukifanya hivyo kila siku, hizi thamani itakuwa rahisi kwako kukaa kichwani na kujengea kumbukumbu ya muda mrefu. Sasa hapa tuna mfano wa pili. Katika mfano wetu wa pili unasema andika nafasi ya thamani ya kila tarakimu iliyopigiwa mstari. Anaposema andika nafasi ya thamani, ukishaona neno nafasi ya thamani, basi kichwani kwako kwenye kumbukumbu hapa tunachozungumzia ni useme either hiyo tarakimu yako ipo katika nafasi ya mamoja, makumi, mamia, maelfu na kadhalika. Kwa hiyo ukiona ni nafasi ya thamani, ndio tunazungumzia kitu hicho. Kwa hiyo unachokifanya wewe, unaanza kuhesabia kuanzia mkono wako kulia. Tumesema tunahesabu kutoka mkono wa kulia, kuna mamoja, makumi, mamia, maelfu kusonga mbele. Sasa tarakimu hapa, tarakimu iliyopigiwa mstari ni hii.
Kwa hiyo sisi tutahesabu kuanzia mkono wetu wa kulia kwenda upande wa kushoto mpaka tutakapoifikia ile tarakimu. Unaweza kwenda pamoja na mimi. Utasema hapa ni mamoja, makumi, mamia. Kwa hiyo tarakimu yetu ni mamia. Utaandika hapo mamia. Kisha kwenye swali linalofuata anasema andika nafasi ya thamani ya tarakimu iliyopigiwa mstari. Tutafanya kama tulivyofanya swali la kwanza. Utahesabu hatua zako kutoka mkono wa kulia kwenda ulipo mkono wa kushoto. Anzia tarakimu ya kwanza mkono wa kulia, hiyo ndio mamoja. Kwa hiyo utahesabu mamoja, makumi, mamia, maelfu, makumi, elfu. Kwa hiyo tarakimu yangu iko katika nafasi ya makumi elfu. Kitu cha kuepuka hapa katika somo la hisabati, huwa katika somo la hisabati hatutaki yale majibu yenye maelezo marefu. Nenda moja kwa moja kwenye jibu, kajibu swali uliloulizwa. Andika nafasi ya thamani ya tarakimu iliyopigiwa mstari, basi usianze kuandika jibu lako. Nafasi ya thamani ya tarakimu iliyopigiwa mstari, sio ni moja mitatu, vitu hivyo katika somo la hisabati hakuna. Tunakwenda moja kwa moja. Mamia, makumi, maelfu, unajibu hivyo. Mfano swali la mwisho, kipengele hichi. Andika nafasi ya thamani ya tarakimu iliyopigiwa mstari. Ni hapa mwanzo kabisa tunasibu kuanzia mkono wa kulia. Mamoja ni hapa. Kwa hiyo utaandika tu moja. Sasa kuna kipengele D. Kipengele D hichi na wewe unaweza ukajibu katika comment section yako kwamba nafasi ya thamani ya tarakimu iliyopigiwa mstari ni ipi. Unaweza ukajibu kwenye comment section kuonyesha tuko pamoja. Sasa tunaweza tukaendelea na mfano namba 3. Mfano namba 3 tunasema ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya? Ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya? Tumesema mwanafunzi, ukishaona neno nafasi ya thamani kichwani kwako ujua jibu langu linatakiwa liwe mamoja, makumi, mamia, maelfu, makumi elfu, mamia elfu na kuendelea kwa lengo la msingi mpaka bilioni. Jua tuko hapa. Kwa hiyo ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya? Ni tarakimu gani? Kumbuka mwanzo tumesema namba nzima zinaundwa na tarakimu 10. Kuna tarakimu 10 tu katika namba nzima ambazo ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 0. Hizo tarakimu 10 ndizo zinazounda namba nzima. Kwa hiyo anaposema ni tarakimu gani, maana yake anataka utaje tarakimu moja kati ya hizo 10. Sasa ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya mamia? Kwa hiyo unakuwa namba yako ile pale, unaweza kusema kuja kuja mamoja, makumi mpaka ufikie mamia. Tunaweza kufuatana wote. Mamoja, makumi, mamia. Tarakimu gani? Na angalia tarakimu inaishia. Hiyo ni 5. Kwa hiyo hapa nitaandika 5. Nitafika hapa. Tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya makumi? Nitahesabu kutoka mkono wa kulia mpaka nitakapofikia tarakimu katika makumi. Nitahesabu mamoja, makumi. Ya. Kwa makumi hapa nimeshika 2. Kwa tarakimu hiyo ni 2. Ama kipengele cha 3, ni tarakimu gani iliyo katika nafasi ya thamani ya makumi elfu? Sasa hapa hii mzuri na kuachia na wewe, unaweza kaangalia, utanijibu hapo katika comment section ili kuona kama tuko pamoja. Twende katika mfano namba 4. Katika mfano namba 4 na swali linasema katika namba 318 kuna mamia ngapi? Anaposema katika namba fulani kuna mamia ngapi, maana yake anakuuliza ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya mamia. Kwa hiyo hapo unahesabu kuanzia mkono kulia kwa kawaida mpaka ufike katika nafasi ya mamia. Ile tarakimu uliyoishika ndio hiyo unayoandika. Mfano mamoja, makumi, mamia. Maana yake hapo ni 3. Mamia 3. Katika kikapu cha bibi kuna machungwa 89,561. Je, katika kikapu hicho kuna maelfu ngapi ya machungwa? Anaposema kuna maelfu ngapi ya machungwa, maana ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya maelfu? Kwa hiyo utahesabu kutokea mkono wako kulia kwenda ulipo mkono wa kushoto mpaka utakapofikia tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Kwa hiyo utahesabu mamoja, makumi, mamia, maelfu. Kwa hiyo ni maelfu 9. Ama mfano wa mwisho anasema baba ana hekari 5,986 za mpunga. Je, baba ana mamia ngapi ya hekari za mpunga?
Sasa swali hilo naomba niliache kwako, kwamba baba ana ekari 5986 za mpunga. Je, baba ana mamia ngapi ya ekari za mpunga? Swali hilo naomba niliache kwako, utalifanya, utaniwekea jibu katika comment section hapo, nami nitakujibu kama umepatia au umekosea, na nitaendelea kutoa ushauri zaidi. Basi nakukumbusha usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili tupate nguvu ya kuendelea kufanya vipindi vizuri zaidi na kuendelea kuboresha zaidi. Asante na karibu kipindi kinachofuata.